Ochimoina ambo kabira. Saheli bo kabira tatare ke Swahili. Na go chiagusi tatare ke gusi. Ensangi ya yongo sama kondu siense yeme chando na kongira ase Debyon koganya kwane moyo na yo rokole mya eliombuwa omo demi ensa engia Tanya sae kwana mona intwe bunora alira bebya sole na kuoko sabasi Yesu oyoro motorio ito. Amen. Jana katika resoni ya maombi tuligundua ya kwamba lazima tumkabidhi Mungu shida zetu ili aweze kusitatua. Na ukisoma katika kitabu cha First Chronicles ni kitabu cha mambo ya watu gani? Mambo ya Nyakati 4 mstari wa 9 mpaka 10 unapata mtoto mmoja akiitwa Yabez. Jina Yabez mama yake alimuita Yabez kwa sababu alimzaa kwa uchungu. Yabez alikuwa mwerevu, alikuwa mwenye hekima kuliko nduguze. Unaposoma verse 10, wakati alikuwa anamulilia Mungu, alikuwa na lengo. Kuna watu ambao anapoanza kuomba ana lengo. Alichukuta akiomba anaomba bila lengo. Anajifunga, yani wakati anafunga bila lengo. Lazima uwe na lengo katika maombi yako. Yabez alimuomba Mungu maneno mane. Sijui kama msomaji umefika huko. First Chronicles chapter 4 verse 10. Verse 10 inasema huyo Yabez alimlingana Mungu sasa wa Israeli. Sasa Yabez akamlingana Mungu wa Israeli. Akisema kwanza, kumlingana Mungu ni kumaanisha nini? Wa Kiswahili sasa. Nafikiri ni sawia na kumuita Mungu. Karatika ora bege Swahili asonga soma gosena ana omoko basiri. Ngakiere. Yabez alimlingana Mungu. Alimuomba Mungu, alimuita Mungu, akimuuliza amfanyie yafuatayo. Alafu lau kwamba ungenibarikia akaomba mibaraka. Number 1 akaomba mibaraka. Na wewe shinda ukiomba mibaraka, ambia Mungu ya kwamba nibariki. Na ukumbuke unapoomba mibaraka uwe wa kwanza kubariki wengine, uwe wa kwanza kutakia wengine mibaraka. Alafu na kunizidishia hozi yangu. Anamwambia Mungu ya kwamba ukinibariki sasa sidiza hozi langu. Sasa hozi ni nini? Hebu kweyeta kwa somweke kusina liera igueke. Bantu bage Swahili mbalia. Aya, angambante beti hozi rende na ningi. Kusidiza hozi. Ngakike Swahili. Hozi ni nini sasa? My territory Kiingereza. Hiyo basi tutasoma kiruka tena. Alafu kwa nabii anasema kwamba na mkono wako ungekuwa pamoja nami. Sasa baada ya kusidiza hozi lake akamwambia Mungu ya kwamba mkono wako sasa uwe juu yangu. Yani baada ya kubarikiwa hozi isidizwe, kisha baadaye mkono wa Bwana ukae juu yake. Number 4, nawe ungenilinda na uovu. Alafu sasa amlinde kutokana na ovu, ili usiwe kwa huzuni yangu. Sasa ili usiwe kwa huzuni yangu. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Yes, aliyoyaomba maneno mane Mungu akamjalia. Hivyo basi na wewe unapoomba kuwa na lengo, na muambia Mungu nini nataka anifanyie, nini niko na shida gani ambayo nataka nimkabidhi Mungu. Umecho
umechokaje, umesumbuka, mwambie Yesu sumbuko lako. Ria yapitayo. Yesu pekee. Sasa badala watu wamwambie Yesu pekee, lazima jirani ajue ya kwamba tulikosana usiku, lazima jirani ajue ya kwamba huyu ni mpanda ovyo. Yaani shida zetu ni majirani wanatangulia kujua, jamaa na marafiki mbalimbali. Sasa Mungu anakuwa wa mwisho wakati mtu amegonga mwamba. Mungu atusaidie awe wa kwanza. Ndio maana tuliposoma katika uwakili tukapata ya kwamba Mungu nafasi yake ni ya kwanza. Yaani hata iwe namna gani, nafasi yake ni ya kwanza. Ikiwa ya kwanza, hata jamaa na marafiki hawatajua shida zetu. Okay, naomba niingie kwenye mada. Inasema kufunga. Kufunga nako kuna tatiza watu. Wakati mtu anafunga, anataka hata uso uonyeshe ya kwamba anafunga. Sasa sijui anasoma wapi msomaji? Kitabu ni cha Mathayo 6 mstari wa 16 mpaka 18. Maandiko nasema tena mfungapo. Sasa unapofunga, msiwe kama wanafiki. Sasa msiwe kama wanafiki wenye uso wa kukunjama. Yaani lazima akunje uso ya kwamba amefunga. Hivyo basi ikiwa alilala njaa sababu ya kufunga, sasa lazima mtu ajue ya kwamba huyu mtu si rahisi, huyu mtu anafunga. Alafu maana hujiumbua nyuso zao ili waonekane na watu kuwa wanafunga. Watu wawaone. Amin nawaambia, wamekwisha kupata thawabu yao. Thawabu yao ameshaipokea. Bali wewe ufungapo. Sasa wewe, sababu ni wa maandishi matakatifu, mahali Yesu alikuwa anajibu shetani ya kwamba imeandikwa. Sasa wewe unapofunga, jipake mafuta kichwani. Jipake mafuta kichwani. Unawe uso. Nawa uso. Ili usionekane na watu kuwa unafunga. Ili watu wasikuone ya kwamba unafunga. Ila na Baba yako aliye sirini. Sasa Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini, na yule anaona sirini, atakujazi kuhusu hazina. Yes, atakujaza. Sasa ni juu yako. Lazima watu wajue, wagundue ya kwamba yule mama vile ulimuona, si uliona amekunja uso, si uliona uso wake umeparara. Hiyo sio kufunga. Na kuna baadhi ya wengine hatujui maana ya kufunga. Unafunga, baada ya kufunga ikiwa ni siku 3, unarejea hali yako ya kawaida. Ikiwa ulikuwa na chakula, unakula kama nyang'au sababu umemaliza mambo na kufunga. Naomba Biblia itoe mwelekeo. Je, ile chakula ungekula wakati ulifunga inafaa ipeanwe kwa nani na nani? 58 verse 2 to 8 Isaya 58. Maandiko yanasema walakini ngoja kwanza kabla hatujaenda Isaya, naomba nisome Kiruga mambo na kufunga katika kitabu cha Mathayo. Ekeromo kuengata timonyiria masiaino buna bangainireria ekiagara barabuni ko bakunyiria masiabo erinde banyare kororwa nabantunga mbingatete nekena nabatebirie nga banyorire ngerie yabo kulindaye gokuengata eakama gutomotuo bwesi byobosio bwao to baisa kororwa nabantunga mbingatete kulinde ororekane asiso ole bobisi na iso oyo gokora bobisi na gwakane. Haleluya. Ta koroka sabantu nebitoti koroka sabantu yani unga kusenga ki ngirinde bagokumie omaete muna bagokora gogokumia nayo kobakumia ya bagokuwa na yure yao. Okay, naomba tuingie kwenye kitabu cha Isaya. Isaya 58 fungu la 2. Walakini wanitafuta kila siku. Yes. Hupenda kujua njia zangu.
kama vile taifa waliotenda haki. Yaani tunapenda kumtafuta Mungu na tunapenda kujua njia zake, na ndio maana tuko hapa ili tujue njia za Mungu. Tumepotea wapi? Tumeotea wapi? Ili tuweze kurejea hali ile ya zamani, sababu Biblia inasema kwamba angalia maandiko. Sasa tumekuja hapa tumtafute Mungu na tunapenda, ndio maana tumeamukia. Alafu wasioacha sheria ya Mungu wao hutaka kwangu amri za haki. Yes. Ufurahi kumkaribia Mungu. Yes. Fungu la 3 lasema husema mbona tumefunga lakini uoni? Mbona tumefunga? Tumekutafuta ndio, na tukifunga uoni, sababu hujatujibu. Mungu anawaambia nini? Mbona tumejitaabisha nafsi zetu lakini uangalii? Fahamuni siku ya kufunga kwenu mnatafuta anasa zenu wenyewe. Yes. Na kuwalemea wote watendao kazi kwenu. Tazama, ninyi mwafunga mpate kushindana na kugombana. Yes. Na kupiga kwa ngumi ya uovu. Hamfungi siku hii ya leo hata kuisikizisha sauti yenu juu. Yaani tunafunga tukiwa na vita sisi kwa sisi. Vita gani? Niko na uadui na mtu fulani, lakini hapa ninafunga. Hata nikifunga mwaka mzima Mungu hataona, sababu napiga vita. Wakati unaendelea kwa maombi, adui anakuja kwa picha yake. Na kuna baadhi ya maombi tunaomba ya kwamba Mungu, unajua fulani ni adui yangu, naomba umsongeze mbali, ikiwezekana hata umuue, ikiwezekana mrudishie yale yote ambayo amenipangia. Sijui umewahi soma wapi maneno kama hayo ya kwamba Mungu aweze kurudishia adui yako yale mabaya anakutendea. Kuomba kwetu ndio kunafanya Mungu hawezi kujibu maombi yetu, vile tulisoma kitabu ya Yakobo ya kwamba tunaomba lakini tunaomba vibaya. Alafu fungu la 5 lasema je, kufunga namna hii ni saumu niliyoichagua mimi? Je, ni siku ya mtu kujitaabisha nafsi yake? Alafu ni kuinama kichwa kama unyasi. Yaani unainamisha kichwa kama unyasi na kutanda nguo za magunia na majifu chini yake. Alafu je, utasema ni siku ya kufunga na ya kukubaliwa na Bwana? Fungu la 6. Je, kabla hujaenda fungu la 6, naomba nisome Kiruga ili tuweze kuelewa, sababu mambo na kufunga imetusumbua sana. Abantu abaniko bakondiye kera lituko na nigo bagokirie bamanye chinjira chiane nigo bangabunegesa egesaku kego koroboronge yetana gotiga majikanya saobo barabunigo bakomboria mbagambie ebina bya boronge nigo baganeti Nyasaye abaikeange. Abantu abo nigo bagoteba nase kitokwe-ng'ata nayo manana tolikorengeraria mang'ana ayo, nase kitogwekeia naye tolikorora ayo. Manana nigagoteba rora rituko erio mokwe-ng'ata nigo mokwerigeria ayo ayakobagokia inwe abanyene, naende mwachanda abakori emirimo baino bonsi. Rora inu nigo mokwe-ng'ata ase okuomana na okwamererania, nigo mogwaka na chinkundi chiogokora amabe. Okwe-ng'ata kwaino buno okwerituko ria rero nigo kogotanga ogosaba kwaino tikoigugwa igoro ine okwe-ng'ata nakwo oine okonakwo okwe-ng'ata inchenganetie ine eyenere enchera endonge omonto agwekeia ogokumba omotwe buna risakwe na kweboya chigunia amo nokwea karibu ine ayo naro mokoroka okwe-ng'ata nerituko rikomogwena ro manene kumba masio kumba imetu buna risaku waete namba 13 yanje gokina ego asatobu ego togoikeri goikori utore bono huwe kumba koriga ego kori na kuo okwe-ng'ata bono Nyasaye nkorwara omwereka ase ekebungo gia Esta na Saba erinda atotebie kero tokwe-ng'ata buna tokororekana igo gokwe-ng'ata akikisa ng'a segi ende tobwati segi nonde
bono gokweng'ata Nyasaye gakoigwa ebirero lakini onye gokweng'ata ng'ane ng'atera abana bane baba nachire gotema kweng'ata tindochi twachika nabang'ina tiga toichese ekanisa erinde tweng'ate twacha kwerigeria obonene twasoka korwa obosa totarochi kende tokogenda prayer band yabang'ina ntango muna riri twakora okweng'ata ntango onde Nyasaye akorere gekone onde taiyo Nyasaye akorere gekone ekiagera twensi no ni yani tulikuja kujitafutia makuu. Okay, verse 6. Pumzi ya Mungu yasema, je, saumu niliyoichagua sio ya namna hii? Kufungua vifungo vya uovu, kuzilegeza kamba za nira, yes, kuacha huru walioonewa, na kwamba mvunje kila nira? Je, sio kuwawia wenye njaa chakula chako, na kuwaleta maskini waliotupa nje nyumbani kwako? Yes. Umuonapo mtu aliye uchi, umvike nguo, wala usijifiche na mtu mwenye damu moja nawe. Sasa ikiwa umefunga siku 3, ile chakula ungekula inafaa upeane kwa yeyote ambaye ni mnyonge, yule ambaye hana, lakini tunafunga baadaye tunarudia ile chakula yetu tunakula kawaida. Kuna yani ungetumia pesa ngapi wakati ulifunga? Ungetumia 200 unafaa upeane. Yani lazima tuwe watu wa kupeana baada ya kufunga. Sasa tunafunga na tunarudi tunaendelea. Nisome Kiruga. Okweng'ata nje na njire noko musibole chingatare chiobobe. Ikiwa ulikuwa na adui sasa musamehe ndio wanze kufunga. Musibole chinkini chia makorogoto baba chandegete bagende na mubunekera likorogoto mwatananire abale nenjari endagera yaino abantu abataka batabugati chinka mubalenta asenyo chinyomba chiaino ekero mokororo omonto oregetirianda momoboiye timobaisa kwanga gokonya abale nomubere na amanyinga bunainwe oguna kweng'ata Nyasaye neti lakini no kweng'ata tokumigwe ngokumi togokora gokumigu na into tokumi iye yanga kwabwate bono renta kikapu cha rehema maana ulifunga ukamulilia Mungu. Ikiwa ni chakula leta kikapu cha rehema, ikiwa ni pesa kikapu cha rehema, ili wasumbufu waweze kusaidika, na Mungu wa rehema atajibu maombi yako na atayasikia. Lakini sana sana lazima ile minyororo lazima tuiache, na ndio maana unaposoma 11 verse 28 Mathayo, Biblia inasema ya kwamba njooni mliolemewa na mizigo, njooni. 11 verse 28 Mathayo 11 fungu la 28 yasema, inchu asende inwe mwensi abamwarosiwe asemere mimerito nabuo mwabonekire n'ekigurube na inche nimba timokie ige karo toko genda asinya sae iyo toko genda sogo timoka chigurube chiri twabwate chonsi iyago totimokia bono omonto nakiore ngate nande norere chigurube nande gwasoka koruwe kwa ngate okwo nande kwagenda ne chigurube chiria na aye. Na ikiwa umefunga na Mungu ametenda jambo fulani mahali fulani, labda kwa mtu fulani, usije ukajisifu ya kwamba mimi kufunga kwangu hakukutoka bure, sababu Mungu amenionekania. Nimeona yale matatizo rafiki yangu alikuwa amepanga kuniletea, nimeyaona akilechea boma yake. Usije ukajisifu. 9 verse 4 Deuteronomy 9 verse 4 Deuteronomy. Usiseme moyoni mwako, Bwana Mungu wako atakapokwisha kuwasukumia nje mbele yako. Sasa Mungu akiwasukuma nje mbele yako, ukasema ni kwa haki yangu ulivyoniitia Bwana. Ni kwa haki yangu nimeshinda nikimuombea, nimemulilia, kumbe machozi yangu hayakumwagika bure. Si unaona vile Mungu amemjibu?
ni miliki nchi hii. Yes. Kwani ni kwa ajili ya uovu wa mataifa haya Bwana amewafukuza nje mbele yako. Yes, ni Bwana amewafukuza. Ni kwa ajili ya dhambi zao. Sio kwa ajili umemulilia. Sio kwa ajili Mungu, yani wewe anakupenda, yeye anamchukia. Ni kwa ajili ya uovu wao. Usiche ukajisifu. Ndio maana unaposoma 24 verse 17 and 18 Proverbs, Biblia inasema wazi kwamba ukifurahi juu ya adui zako ya kwamba wamepata mateso, Mungu atakasirika. Mungu atakuwa na hasira juu yako sasa. Ndio maana wengi tunaomba badala tupate mafanikio, badala tubarikiwe, tunalaaniwa. 24 verse 17 and 18. Inasema, yes. Usifurahi adui yako aangukapo. Sasa adui wako anapoanguka usifurahi. Wala moyo wako usishangilie moyo wako hapo. Usifurahi, usishangilie kidole. Mungu amemuweza. Unajua nimeshinda nikimuombea. Yaani mtu hataki kuombea mtu mwingine mazuri. Ikiwa hajaokoka, hatujawahi muombea Mungu mubadilishe, kutana na yeye jinsi ulivyokutana na Sauli wakati alikuwa anaenda kutesa watu wako. Hatutaki kuombea watu maneno mazuri, tunataka tuwaombee mabaya. Na ile hali Mungu anatuangalia, badala yale mabaya tunaowaombea yaingie kwao, yanaturudia. Fungu la 18 linasema, Bwana asije akaliona hilo. Sasa Bwana akiona ya kwamba umefurahi na umeshangilia, likamkasirisha, atakasirika. Akageuzia mbali naye hasira yake. Mungu atageuzia mbali hasira yake. Yaani mtu angesoma Kiruga ingeeleweka vizuri. Wanto baji teka migotekera tali gosoma. To baisa kogoka. Ekero mobiso agule. Iwe aereira. Ngairinde yaji. Wasito waisa koba. Libero. Nani waja libero? Ya. To waisa kogo kekero mobiso agule. Na enkoro ya ote waisa gosasoka ekero agotirwe. Arafu. Omonene ni gara arore okogoka okuo agetigwe. Elio onchorenda mwamu yaye eru aso mobiso. Yes. Nilishangilia niliposikia kwamba mtoto wake ameanguka. Mwanamke amejisifu. Kumbe mtoto wake alikuwa mpumbavu kiasi. Nilifurahi ya kwamba amechukua mtoto wake shule kubwa. Mimi wangu alikuwa shule hii ndogo, lakini alipita with A, lakini wake alipita with E-. Wewe furahi, shangilia, lakini kumbuka ya kwamba hata wako akienda chuo kikuu si mwisho wa masomo. Huenda atafika huko aingie semester moja ya pili aseme ya kwamba wachawi wameniroga, na ile hali hajarogwa. Ni kwa sababu yale maneno halitarajia kupata huko yaligeuka yakagonga mwamba. Hivyo basi usiche ukafurahi. Ikiwa wewe kazi yako ni kushangilia, Mungu atakuwa na hasira na atageuza hasira ikae juu yako. Yo basi ikiwa unataka Mungu ajibu maombi yako, ikiwa unataka Mungu ajibu kufunga kwako, uone tumaini, lazima uwe mtu wa kuombea wengine mema. Lazima uwe mtu ambaye akona uhuru kutokana na watu wengine. La sivyo kufunga kwako kutakuletea answers for no good reason. Igogo kuengata ayaligereria. Hakikisha nga abantu bonsi mure with good harmony na barabuo. Na inde gokuengata sabera abantu bande basabera maya elinda maya yo aira na kucha sore. Tulisoma jana ya kwamba ikiwa wewe si mtu wa kubariki wengine, na wewe hautaona mibaraka. Biblia ikasema ya kwamba mibaraka ikae mbali na wewe. Yo basi lazima tuwaombee wengine. Nikakwambia ya kwamba Sulemani alianza kuombea watu wa taifa, lakini sisi tuko na ubinafsi. Sasa ule ubinafsi ndio Mungu anaangalia na anaona ya kwamba wacha wewe kaa vile ulivyo.
Hivyo basi tukifunga, tufunge kulingana na maandiko matakatifu ili tujue ni nini inafaa tufanye kabla hatujaanza kufunga. Tukiwa katika kufunga, tujue tunafaa tukue hali gani. Mwenyezi Mungu awabariki. Amen. Sijui ni kwaya gani inafuata? Vijana. Na kabla vijana hawajakuja, naomba mama mmoja, mzee mmoja pamoja na kijana wache kwa ajili ya maombi. Na jana nilifundisha na leo nimefundisha kwamba unapoomba, omba na lengo. Jana na maneno ya msafara wa maneno. Msafara wa maneno, hiyo ni wakati uko maombi yako ya sirini, na ukumbuke Biblia ilikataa usipige kelele ili jirani ajue ya kwamba sasa ni wakati wako wa maombi. Yaani jirani anajua ya kwamba hiyo ni saa 12, nani huyu anapiga kelele? Unajua hiyo ni kelele. Hata ni yule muombaji, hiyo ni saa yake. Wanapokusubiri waone vile Mungu amekubadilisha, badala ubadilike uwe mtu mzuri, ndio unaendelea kuharibika. Iko Mungu natali kambi yeye. Aba iseke boka mora, baiseke bano nchuo moise koyo omo. Ukiarende naenda ba mora bali mugachete chiro bano manyana baiseke boka bara. Moru abosa. Naomba kaka mbali ya igana ba mora boka bara. Anjia nisi. Anso abachia nisi tuwachete. Okay. Tunaomba. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya asubuhi ya leo. Tunakushukuru kwa wema wako Mungu. Siku ya leo ninawakumbuka vijana katika maombi ya asubuhi ya leo. Mungu wetu ishe mbinguni, kuna vijana ambao wanatafuta wajumba, kuna vijana ambao wanatafuta kazi, kuna vijana ambao wanaendelea kutafuta elimu ya shule ya dunia hii. Naomba kama mfalme uweze ukatubariki. Na zaidi ya yote Mungu tusaidie tuendelee kukua kiroho. Mapenzi yako yatendeke jinsi upendavyo, kwani tumeomba katika jina la Yesu aliye Bwana mkombozi wetu. Mtakatifu, mtakatifu mfalme ishiye mahali patakatifu, Mungu wa mbingu, Baba wetu, tunyenyekea mbele yako na wingi wa shukrani kwa sababu umetusaidia tumeona siku ya leo. Baba wetu, tuomba utusamehe dhambi zetu. Leo hivi nimewaleta wamama wote mbele yako. Mungu wetu, unajua changamoto ambao mama wanapitia. Wamama ndio walezi wa watoto. Wamama ndio wanatengeneza michi yetu. Wako na sehemu nyingi wanataka kufanya katika familia na ndani ya kanisa yako. Ndio hata sababu nasema wamama wawe ambao ni wamama wanaiga mifano mzuri ndani ya Biblia kama Mama Sara na wengine. Kwa hivyo Baba wetu, asubuhi ya leo nimeleta wamama wote mbele yako. Kila mmoja umsaidie, kila mmoja uongee na yeye kulingana na mapenzi yako, ili wawe walezi wazuri katika nyumba zao, ili Baba wetu vile wanashughulikia kazi zao za mikono uwasaidie ili washughulikie kazi yako kama wamama. Ndio hiki kikundi cha Women Ministry siwe na nguvu,
Tuombea wamama wengine awachaingisha katika kikundi hiki, Baba wetu warete. Na wale tayari wameingia, Baba wetu wasaidie wajisusu, ili Baba wetu upate nafasi nzuri ya kuongea na sisi, ili mapenzi yako yatendeke, na wamama wengi nao waende mbele kuhubiri Injili kama wamama wale walifanya enzi zile za Yesu wakati ulikuwa duniani. Magonjwa ni mengi anapatikana katikati ya wanawake. Tuomba Baba wetu watibu, uwasaidie, ili Baba wetu ile kazi umewaitia ndio tutafanya, kwa sababu tuko huru kutoka kwa magonjwa. Baba wetu, tuwakabidhi wote sasa mikononi mwako. Roho Mtakatifu etufundishe na tuongoze katika jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Amen. Baba na Mungu wetu ishie milele, tuache mbele zako na wingi wa shukrani, tukisema ni asante Baba, umetulinda. Jina lako litukuzwe na wastahili kuabudiwa kila wakati. Baba, tukiomba tukiwa mbele zako kama sisi wazee, tuwakabidhi mikononi mwako. Baba, tuomba hekima yako, utujaze kama wazee Baba, ndio tuweze kusoma neno lako, tukujue, tuelewe na tuwe mfano wako. Baba, tukiwa katika uongozi katika manyumba zetu, tuomba hekima, kwa vile hatuwezi kujua kuongoza bila hekima kutoka kwako. Baba, kuna wale ambao hawakujui, na sisi tuomba pia Baba uweze kugusa wazee wote mahali popote walipo,